uwe ni mpagani kama wapagani wengine ya upako, maana lina changamoto katika dunia, lakini Bwana atatufanyia neema ipo siku. Tafadhali nisaidie jambo moja muhimu sana. Msalimie jirani yako, mwambie ninakusalimu katika jina la Yesu. Msalimie jirani yako tafadhali. Kama kuna mtu auongeaji naye tutajua leo. Hebu msalimie jirani yako. Makofi mengi kwa ajili ya Yesu. Il est vivant. Kuna wageni tuko nao humu, lakini naona hawajatamani kujitambulisha. Wengine tulikuwa nao muda mrefu, lakini naona hawajatamani kujitambulisha. Ni muda mzuri wa kuweza kumtolea Mungu matoleo yetu. Ni matumaini yangu kwamba haukuja mikono mitupu, kwa sababu vyombo vyako kama yanavyo maandiko kwenye vyombo vyako hapajakauka. Amen. Mwangalie jirani yako kama ana bahasha ya sadaka. Mwangalie jirani yako kama ana bahasha ya sadaka. Kama ni tabia yake, huyo jirani yako kama ndio tabia yake, wewe hama tu hicho kitu, usiwe na kaa naye, hata kuambukiza. Kama huyo jirani huyo ni tabia yake kuleta bahasha ya sadaka, hama. Haleluya. Maana majirani wengine watakuambukiza. Tutasoma kwenye kitabu kile cha Kutoka 35 mstari wa 4 na wa 5. Kitabu cha Kutoka ni miongoni mwa vitabu ambavyo Musa aliviandika. Ni kitabu cha pili katika uandishi au utaratibu wa mpangilio wa Biblia. Kitabu cha Kutoka, aliyefika tafadhali, sura ya 30 na ngapi? 5 mstari wa ngapi? Wa 4 na wa 5. Wasomaji hawapo. 5 35 nasema. Isoma baba, mstari wake wa 4 alafu na ule wa 5. Kisha Musa akanena na mkutano wote na wana wa Israeli. Kisha Pastor Emma akanena na mkutano wote wa wana wa Calvary Restoration Center, akawaambia nini? Neno hili ndilo aliloamuru Bwana akisema. Neno hili ninalozungumza sasa hivi ndilo ambalo Bwana ameamuru akisema. Akisema nini? Katwaeni kati yenu matoleo kwa Bwana. Hebu rudia, akasema nini? Katwaeni kati yenu matoleo kwa Bwana. Sofoni huko nasikia. Amesema nini? Aha. Rudia sasa. Mama Yulia alikuwa hajasikia, alikuwa nje. Anza kabisa mstari wa 4. Ile nasema sadaka kwa Bwana. Kila mmoja kwa moyo wa kupenda atamletea Bwana sadaka ya dhahabu, fedha na shaba. Ukiteremka huku chini kuna vitu vingi vimetajwa hapo, mpaka na mafuta ya upako yametajwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningekuwa na nafasi ningefafanua sana hili swala la mafuta ya upako, maana lina changamoto katika dunia, lakini Bwana atatufanyia neema ipo siku. Biblia inaeleza aliyeamuru sadaka iletwe ni nani? Julita.
Aliyeamuru sadaka iletwe ni nani? Musa anazungumza na wana wa Israeli. Aliyeamuru sadaka iletwe ni nani? Musa ndiye aliyeamuru sadaka ifanye nini? Kwa Biblia yako. Sawa. Nani mwenye Biblia tofauti na hiyo? Wewe ya kwako inasemaje? Aliyekuwa ananena ni Mungu. Akasemaje? Alikuwa akiwaambia wana wa Israeli kupitia mtumishi wake Musa kwamba walete dhahabu na pesa na vinginevyo. Wewe umeleta? Au vile vikapo vimekauka? Bwana Yesu atusaidie sana. Jana mlikuwepo wakati tunajifunza lile andiko? Kwa sababu yule ambaye atasema hana hata kile anachozaniwa kuwa nacho atafanya nini? Na ndiyo maana mnaona watu hawana, kwa sababu inawezekana walishanyanganywa. Muangalie jirani yako kama ameleta sadaka. Muulize jirani, umeshanyanganywa hata kile unachozaniwa kuwa nacho? Haleluya. Mpendwa, habari ya kumtolea Mungu sio habari ya mtu, ni habari ya maagizo ya kimungu. Na kama haufanyi maagizo ya kimungu, wewe ni mpagani kama wapagani wengine. Huo ndio ukweli. Na hakuna anayekuomba sadaka yako ili uweze kumtajirisha huyo mtu. Hakuna. Kwa sababu hata sisi tunaosimama mbele yenu ni watoaji, tena inawezekana tukawa watoaji kuliko ninyi. Kwa hiyo swala la kutoa sadaka linaleta maamuzi ya maisha yako, kumtii Mungu au kukataa kumtii Mungu. Na utakapokataa kumtii Mungu kwa mujibu wa kitabu gani? Kwa mujibu wa kitabu cha Kutoka sura yake ya ngapi? Ya 28. Kumbukumbu la Torati 28. Ukianza sura ya 27 na sura ya 28 inaeleza madhara ya kumtii Mungu na faida za kumtii Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kama wewe haujajifunza, hivi mwaka huu wote umeisha ukiwa kwenye hiyo tabia, unataka uanze mwaka mwingine ukiwa kwenye hiyo tabia, hakuna kitakachobadilika katika maisha yako. Mabadiliko ya mwaka yanabaki kama kalenda au numbers kwa baadhi ya watu, lakini kwa watu wenye akili timamu, sema akili timamu. Kwa watu wenye akili timamu ni mabadiliko ya mentality. Ubongo wako ubadilishe baadhi ya vitu ulivyovifanya kimakosa mwaka huu. Tunapouendea mwaka mwingine uvifanye upya ndani ya kichwa chako, ndo unaenda kuishi mabadiliko. Lakini kama haujafanya upya kubadilisha mentality zako, hamna ambacho kitatokea. Hamna ambacho kitatokea. Haleluya. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Naomba tuombee sadaka zetu. Kama umeandaa zaka, naomba usimame kwa taratibu. Weka sadaka yako mikononi mwako ili tuombe kwa ajili ya sadaka zetu. Iweke sadaka yako mikononi mwako tafadhali. Kama hauna bahasha ya sadaka, inua mkono ili ashazi wakuletee bahasha ya sadaka. Angalieni ambao hawana bahasha, muwape tu bahasha. Sio mimi, unakujaje mbele za Mungu? Unajua, sikiliza nikuambie hichi kitu, wakati watu pelekeni pale bahasha. Wakati watu mnajiandaa kwa ajili ya kutoa, sikiliza nikuambie kitu. Unapokuja nyumbani mwa Mungu, nisikilize kwa makini. Unapokuja nyumbani mwa Mungu, hakikisha umekusudia kuja mbele za Mungu. Ukija mbele za Mungu na una kusudi la kuja mbele za Mungu,
utafaulu kilichokuleta mbele za Mungu. Ndio maana mtu aliyekuja na kusudi mbele za Mungu hawezi kukaa na mtu anayefanya fujo sehemu moja, kwa sababu atampotezea kusudi. Hauwezi kukaa na mtu anafanya fujo sehemu moja, atakupotezea kusudi lako lililokuleta mbele za Mungu. Ukija mbele za Mungu na una kusudi, lazima focus yako itakaa kwenye kusudi lililokuleta mbele za Mungu. Haleluya. Ukienda mbele za makazi, ukikaa pale, lazima uko makini kwa kile kilichokupeleka mbele yake. Hauwezi kwenda mbele ya makazi umekaa pale, alafu unaanza kuanza kucheza ludo, unaanza kuanza kutikisa na meza, hata kufukuza. Na ndivyo watu wanavyokuja kanisani. Anakuja kanisani, hana lengo la kuja kanisani. Matokeo yake anakuwa tu ni vurugu kanisani na umbea kanisani. Hajali kinachoendelea kanisani. Focus yake sio kwa Mungu. Yeye anakodolea tu macho watu, anaangalia vitu. Matokeo yake kila siku unarudiaga kama ulivyoingia. Hakuna mabadiliko. Kwa kama umekuja kanisani, hakikisha umejipanga vizuri. Hivi naenda mbele za Mungu. Jiulize, kwa nini naenda mbele za Mungu? Njoo mbele za Mungu na kusudi, na Mungu ataliona kusudi liloko moyoni mwako, atakutendea katika jina la Yesu. Weka sadaka yako mikononi, tuombe. Mfalme Yesu, uliye juu ya vitu vyote, Mungu mkuu na mwokozi wetu, wewe uliyebariki vizazi na vizazi, hata sasa unaendelea kutubariki. Wewe uliyetuamrisha ya kwamba tuje na sadaka zetu mbele zako, ewe Mfalme. Wewe ndiye Mungu wa kweli, Bwana wangu. Tazama, tumekuja nazo mbele zako. Ni sadaka za hiari ya mioyo yetu, ni zaka zetu na dhabihu zetu. Tumekuja nazo mbele za uso wako. Tumeona haiwezekani kuja mbele zako tukiwa mikono mitupu. Bwana, hautapendezwa na ibada yetu. Tukaja mbele zako na sadaka zetu. Tunakusihi Bwana mwenye mamlaka, uonaye siri, angalia kusudi la utoaji wa kila mmoja, ukamtendea Bwana sawasawa na mapenzi yako. Ujitambulishe kwake ya kwamba wewe wa kweli na hujawahi kudanganya hata siku moja. Kila usimamo ni kweli na unatimiza Bwana, kwa sababu Mungu huwezi kumdanganya mwanadamu. Ulisema mtu akitolea, huyo mtu Bwana mbariki. Bwana, ukumbuke ni wewe uliyesema aliyekupa utamrudishia maradufu. Watu wako wana haja ya kuona mkono wako. Wengine uliwakumbuka ukawaponya magonjwa, wengine wanahitaji kuponywa magonjwa. Uliowakumbuka ukawafungulia milango na madirisha ya mbinguni. Watu wako wanahitaji kufunguliwa madirisha ya mbinguni, kunyooshewa Bwana mapito yao, wakuone Bwana ukitenda kwa ajili ya maisha yao. Ukumbuke haja ya moyo wa kila mmoja, sadaka ya kila mmoja ukaitakabali Kristo, ikamletee faida na matunda siku zote za maisha yake, yeye na uzao wake, yeye na vyanzo vyake vya mapato. Ninabariki mkutano wa leo, nabariki kila aliyetoa, nabariki kila moyo uliokunjuka kusimama mbele zako, ukafanikiwe kabla mwaka huu hajaisha. Bwana, zimesalia siku kadhaa peke yake, ukajitukuze kwake kupitia sadaka hii ya leo, kwamba Bwana wewe ni Mungu. Ukawakumbushe hata waliomsahau wakakumbuke Bwana, maana mbingu zimemkumbuka kupitia sadaka yake hii leo. Nimefungua kila kilichokuwa kimefungwa, kilichofungikana maishani mwako. Bwana, ukafanikiwe popote uendako. Bwana, takabali sadaka na dhabihu zako katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Bwana Yesu asifiwe.